Sikia hii. Falsafa ya mwanadamu wa leo ni kwamba kila siku anapoamka asubuhi ama kila siku ya maisha yake anatamani afikie malengo fulani ama afikishe ndoto fulani katika maisha yake. Lakini kitu ambacho huwa kinaturudisha nyuma ama kinafanya tusitimize ndoto hizo wala kufikisha malengo hayo ni yale maisha ambayo tunapitia ndani kwa ndani, ambayo hatuwezi kusema wala kuweka wazi ulimwengu ufahamu. Kitu ambacho kinatusababisha tusitimize malengo hayo wala tusitimize ndoto hizo. Na ndio kitu ambacho kinatufanya leo tumekuja pamoja hapa ndani ya Dabaso Sultan Media, na mara ya kwanza kabisa tunaanzisha kipindi ambacho ni mwanadamu wa leo. Kwa nini mwanadamu wa leo? Mwanadamu wa leo ni kipindi ambacho kitakuwa kinazungumza uhalisia wa maisha, hasa vijana, sisi vijana almaarufu kama Gen Z. Hata ukitazama mimi mwenyewe sura ya kizee, lakini bado mimi pia ni Gen Z. Usinicheke lakini. Kwa hivyo tutakuwa tunazama ndani. Tunaongelea uhalisia wa maisha ambayo tunapitia, uhalisia wa maisha ya kwa sababu kwa nini tunashindwa kutimiza ndoto zetu, kwa sababu ya vitu ambavyo tunapitia ndani kwa ndani, vitu ambavyo tunaweza kuviepuka kwa urahisi na tukatimiza ndoto zetu. Na ndani ya mwanadamu wa leo tutakuwa na segment tatu. Segment ya kwanza ndani ya episode hii ya kwanza ambayo mwanadamu wa leo episode ya kwanza tutakuwa tunaongelea segment ya kwanza itakuwa tunaangalia The Mask. The Mask kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, nyuma ya pazia, yani kitu ambacho kimejificha nyuma ya pazia. Yani nyuma ya pazia kuna nini ambacho kinaendelea nyuma ya pazia ambacho ulimwengu wa nje haufahamu. Na kitu cha pili ambacho tutakuwa tunaangalia, why we hide. Ni kwa nini huwa tunaficha mambo yetu? Hatutaki ulimwengu ufahamu. Na kitu cha mwisho kabisa tutakuwa tunaangalia mwisho kitu ambacho ni kidogo sana. Tutakuwa tunaangalia the reality check. Yani ule ukweli wenyewe wa maisha. Kama una best yako karibu, unamwambia tu ukweli wa maisha, fahamu ya kuwa ukweli wa maisha uko hivi ili ufanikiwe lazima ufanye hivi na hivi. Sasa tukizama ndani ya The Mask, kipengele kidogo hichi lakini kimebeba uzito fulani. Ukikitazama The Mask, yani ukiangalia ile mask huwa imeziba, ni kitu ambacho watu wanakivaa lakini huwa kimeziba kitu fulani, mtu haonekani ndani. Sasa The Mask ndio kitu ambacho kimeziba ulimwengu wa nje, haufahamu ndani ya binadamu ama kijana wa leo anapitia nini. Unapata unafanya kazi, kuna kelele nyingi za hapa na pale, kelele za mitandao, kelele za familia, uwezi tulia, yani kwa ndani, yani unapitia kitu ambacho ni kigumu wewe kukieleza, lakini hauna budi. Kwa mfano uko katika kazi ya mazingira ambayo sio mazuri, mazingira ambayo ni mabaya kwako wewe, lakini kwa sababu tu unahitaji kufikia malengo fulani ama unahitaji kufikia ndoto fulani, unakausha tu, unaamua tu uendelee kukaa pale ili wewe utimize zile ndoto zako. Lakini kitu ambacho unakipitia pale kazini ni kigumu, ambacho kinakutapatia tuseme depression. Ukifika usiku unakaa unafikiria peke yako, unaona ni kama yani unaonewa pale kazini, lakini hauna budi, unaendelea kufanya kazi kwa sababu tu ya ile senti tu ile upate. Pengine una familia unahitaji kuilisha, lakini swala hili ambalo unafaa kulitafakari kwa kina, unapaswa kuongea. Katika kazi unapaswa kuongea. Kama unapitia jambo ambalo silo zuri, jambo ambalo linakusumbua, linakupatia mazingira ambayo si mazuri katika kufanya kazi, basi bila shaka unapaswa kuongea. Sio umepokea customer wanakuja, unawapokea kwa tabasamu, unaonyesha mambo kadha wa kadha pale kazini, lakini mwisho wa siku umeingiza kampuni pesa, lakini wewe pia umejiingizia mshahara pale, lakini mazingira ambayo unapitia ni magumu. Unakuwa harassed pale kazini, kitu ambacho hauwezi kukisema.
hasa kwenye matukio ya kina dada hawa vijana vijana kina dada hasa ambao umri wao ni mdogo, ambao tuseme ndo wameanza kujikwamua kwenye maisha. Unapata umefanya kazi, umepata kazi mahali, lakini yule ambaye unakaa naye pale kazini, yule bosi wako hakuandalii mazingira mazuri. Unapata bosi wako pia anachangia wewe kukutongoza. Ushapata? Sasa masekretari hawa tunawaona, tunafahamu kila kitu ambacho unapitia. Sio kwamba kazi ambao wanafanya sio nzuri, lakini kitu ambacho wanakipitia pale ndani hakistahili. Kwa hivyo mazingira mabaya yanaweza kukufanya wewe usitimize ndoto zako wewe binafsi, wala usifikie malengo yako, kwa sababu ndiyo pesa unapata, lakini sasa hauna amani ya moyo, hauna amani ya roho. Ndio kitu ambacho the mask hiyo, yani imeziba kitu ambacho dunia haifahamu pale nje. Na kumbuka pia kuna kesi moja ambayo nilishawahi kuisikia ama nililetewa na mtu fulani, mwanadada fulani aliniambia kazini yeye aliomba kazi mahali, akaambiwa wewe basi ili upate hii kazi basi lazima uniachie vitu fulani. Kauliza vitu fulani gani? Lazima ucheze kama wewe. Sasa mwanadada anajua, si unajua Kenya yetu hii ni kuhonga, lakini kumbe sio kuhonga kwa pesa, kuhonga kwa mwili. Na akiangalia hivi anahitaji ile kazi kwa sababu maisha ambayo anapitia ni magumu, anahitajia ile kazi ili aweze kufanikisha malengo yake, aweze kufikisha ndoto zake. Mwisho siku yule dada aliamua tu, kwa sababu liwalo na liwe, ili atimize ndoto zake lazima akubali tu. Akakubali, akaupeana umwili wake kwa ajili ya kazi. Lakini mwisho wa siku alipokuwa pale kazini, kila siku bosi basi alipoachiwa mara ya kwanza ndio hivyo akanogewa, ikawa ndio hivyo, maisha yakawa ni hivyo, yanaendelea hivyo kila siku. Maisha yakawa yani ni pale kazini bosi wake anamtishia tu, usipofanya kitu fulani basi mimi nakufuta kazi. So unaona kitu ambacho ni mazingira mabaya kwako wewe kama mfanyakazi. Hauwezi kuwa unatimiza ndoto zako ama malengo yako kupitia mazingira mabaya ya kazi. Ndio kitu ambacho tunachokipitia. Hiyo ndio the mask yenyewe, yani nyuma ya pazia. Watu wanaweza kuona una smile kwenye mitandao, una post picha uko katika mazingira mazuri. Sasa tukiongelea hili swala la mitandao, unajua wengi tuseme ma celebrities, unaona pia influence ambao unaletewa pale, influence ambayo iko ndani yako. Unapaswa kuonekana kwenye mitandao maisha yako ni mazuri, kitu ambacho kinakupelekea wewe kufake life. Unaamua ufake life kwa sababu tu ili uonekane wewe unapitia maisha mazuri, lakini nyuma ya pazia, yani nyuma ya pazia ile the mask yenyewe unapitia maisha magumu mno. Unaenda kufanya mikopo ili tu watu wakuone wewe maisha yako ni mazuri. Ukiposti pale Instagram, ukiposti pale kwenye mitandao ya kijamii, unaonekana maisha yako ni mazuri sana, lakini mwisho wa siku wewe ndio unaumia, wewe ndio unapata depression, kitu ambacho kinakufanya wewe ushindwe kutimiza ndoto zako, ushindwe kufikia malengo yako. Hiyo the mask. Sasa kwa nini tunaficha? Why we hide? Segment ya pili hii. Kwa nini huwa tunaficha mambo yetu ambayo tunapitia kila siku ya maisha yetu? Ni kwamba falsafa ambayo iko ama ile culture ambayo binadamu ambao wamejiwekea, jamii inatuzunguka. Kuna culture moja ambayo mtu anapenda kusema kuwa I'm okay, mimi niko sawa. Ndio unacheka, unaonyesha wewe uko sawa, you're okay, lakini shida ni kwamba kuna kitu unakificha. Kuna maumivu ambayo unapitia wewe unashindwa kuyasema, ili yani tu kuepuka ile culture ambayo watu wanasema huyu jamaa ameonekana akilia, huyu si mwanamume kamili. Ukilia unaambiwa ukilia yani wewe sio mwanamume kamili, kitu ambacho sio kizuri.
ambacho watu wamejijengea culture, yani ambayo jamii ambayo inatuzunguka imejenga ya kuwa mwanamume hafai kulia. Wewe kama kijana yani wa kiume haufai kulia. Yani haufai kusema maumivu ambao unapitia. Yani ukipitia kitu fulani jikaze kiume. Wanasema jikaze kiume, lakini mwisho wa siku unapata, ndio maana unapata cases nyingi, unapata mtu amejirusha baharini kwa sababu ya maisha ambayo anapitia, depression. Unapata mtu amejinyonga kwa sababu ya maisha ambayo anapitia. Sasa upande wa mapenzi vile vile umeumiza vijana wengi, vijana wa kiume. Jamaa wanajinyonga, wanajirusha magorofani kwa sababu tu ya mapenzi, ya depression, maisha ya ndani ambayo tunapitia, kitu ambacho tunaweza kukizungumza kwa wenzetu, mwisho wa siku tukakisolve na kuepuka majanga kama hayo ambayo yanatokea. Cases kama hizo ambazo zimekuwa nyingi kwa vijana kupoteza maisha yao kwa sababu tu ya kuwa tunapitia depression ambayo nyuma ya ndani yetu hatuwezi kusema. Watu hawataki kusikia, hawataki kusema mambo ambao wanapitia, kitu ambacho sio kizuri sana. Kwa hivyo ni kwa nini tunapenda kuficha mambo yetu? Ni kwa nini? Kulingana na utafiti wa yani ili shirika la afya, wanasema 25% ya vijana wanapitia depression kwa sababu tu ya kukataa kusema kile ambacho wanakipitia ndani kwa ndani, maumivu ambayo wanayapitia ndani kwa ndani, kiasi ya kwamba wanaamua kupoteza maisha yao, kiasi ya kwamba wanaamua wengine unaweza kufukua mtu anapitia depression mpaka mwisho wa siku mtu anakuwa mraibu, analewa kupita kiasi. Mwingine yani unaona amekuwa mwenda wazimu tu kwa sababu tu ya depression. Mtu ukimwona ni mwenda wazimu unadhani basi huyu amerogwa, lakini shida kumbe ilikuwa ni ile depression ambao anapitia ndio imemsababisha yeye kufikia mahala pale. So ndio kitu ambacho kinatufanya sisi to hide, sisi tufiche kitu ambacho tunapitia. Sisi ndio kitu ambacho kinatufanya sisi tufiche kitu ambacho tunapitia katika maisha yetu. Swala ambalo tunapaswa kulifikiria kiundani zaidi. Swala ambalo limetupotezea vijana. Swala ambazo sisi Gen Z tumepotea wengi kwa sababu tu ya maumivu ya ndani kwa ndani ambayo tunashindwa kuyaongea mbele ya wenzetu. Umepitia heartbreak kwenye mapenzi, sema, ongea kwa wenzako. Wenzako watakwambia ni hivi, pole nini, maisha yaendelee. Lakini umepitia heartbreak alafu kimya, unaambiwa jikaze kiume. Wewe unajikaza kiume, kumbe ndio unaendelea kujiumiza kiume, unaendelea kujiumiza. Mwisho wa siku unaamua kuchukua maamuzi mabaya ambayo familia yako, wazazi wako, marafiki zako wanajutia, wanasema kwa nini si afadhali angekuwa ametuambia? Ungekuwa umemwambia, mwisho wa siku hauwezi pitia kitu kama hicho. Hiyo ndio tunasema why we hide. Ni kwa nini huwa tunaficha? Ni kwa sababu jamii inayotuzunguka inafikiria ya kwamba mwanamume kijana ama kijana yoyote hafai kulia. Ukilia unaambiwa wewe sio mwanamume kamili. Na sasa watu wameamua kulishika lile jambo kiasi ya kwamba hatuwezi kusema kabisa, hatutaki kusema kitu ambacho tunakipitia. Hatuwezi kusema chochote kwa sababu tunataka jamii ituone kama sisi ni wanaume kamili. Tunataka jamii ituone sisi tuko vizuri, sisi we are strong, lakini nyuma ya pazia tunapitia magumu mno. Tunapitia hali ambayo ni mbaya, jambo ambalo linasikitisha kusema ukweli. Kunradhi, jambo ambalo linasikitisha kusema ukweli, kwa sababu tukiangalia idadi ya vijana ambao tumewapoteza ni nyingi sana kwa sababu tu ya depression. Kesi tu ya hivi majuzi tukampoteza yule aliyekuwa ni mwanahabari tu kwa sababu tu ya depression. Aliacha barua yake. Aliacha barua akisema kwamba ameshindwa na maisha. Na unaona mzazi wake kabisa vile anazungumzia ile barua, yani anamzungumzia mtoto wake ambaye amempoteza.
ni jambo ambalo lilikuwa ni la kusikitisha kusema ukweli. Una mtoto wako umemfundisha kuanzia ni chekechea, akaenda na shule ya msingi, akaenda sekondari, akaenda chuo kikuu, mpaka akaanza kufanya kazi, lakini labda kwenye mazingira ya kazi alikuwa anapitia kitu fulani, kitu ambacho kilimshinda kusema. Mwisho wa siku depression inambeba. Depression ikimbeba hataki kuongea chenye anapitia. Anaacha barua akisema yeye maisha yamemshinda, hivyo basi ameamua kuchukua jukumu hilo mwenyewe la kujiua, jukumu la kujinyonga, kitu ambacho Mungu hapendi kabisa. Kwa hivyo vijana, majenzi wenzetu, tusipende kuficha mambo. Tuongee ukweli. Tuseme ukweli, kitu ambacho tunakipitia, tukiongee, tukieki parawanje, tusiogope. Kama umeumizwa, tafuta jamaa mwenzako, mwambie niko na kitu fulani bro, hebu nisaidie. Maisha ni magumu, sema. Matatizo kazini, sema. Na hiyo ndo the reality check ambayo inatukamilishia kipindi chetu cha episode ya kwanza ndani ya Mwanadamu wa Leo. Kumbuka umekuwa nami Dabaso Sultan aka Tajiri wa Mapenzi. Nakumbuka hilo jina ni la zamani, lakini afadhali nilitumie tena, Tajiri wa Mapenzi aka Kidume cha Mbegu, na siku hizi wananiita handsome wa 254 Gen Z mwenyewe, ingawa sura ni ya kizee. Mpaka muda mwingine ambao tutakuwa tunarusha episode ya pili ndani ya Dabaso Sultan Media. Endelea kufuatilia Dabaso Sultan Media kwa sababu tunakuandalia vitu vingi. Tunakuletea habari za burudani, tunakuletea habari za michezo, yote kwa pamoja. Hakikisha una follow, una subscribe, una share. Si kusubscribes, ni kusubscribe. Share, like. Alafu tutakuwa tunainuana, ni sisi kwa sisi. Chambilecho Eric Omondi. Paka muda mwingine, bye bye.